Na ukisoma Mathayo 24 mstari wa 6, tusome hapo. Utaelewa kitu ambacho nataka nikwambie. Mathayo 24. Yes. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Biblia inasema, yes, nanyi mtasikia habari za vita. No. Mathayo 26. Mathayo 6:24. 6:24. Yes, yes. Okay. Biblia inasema, ndio, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu, na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu, na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Yes. Mungu na fedha. Kwa maana nyingine, kitu chochote ambacho utakifanya kikutumikie, umekipa nafasi ya Mungu katika maisha yako. Come on. Sasa Mungu ameelewa nguvu ya pesa, nguvu ya mali. Mungu ameelewa nguvu ya pesa, ndio maana anakuambia kwamba huwezi ukatumikia vitu viwili. Yes. Huwezi ukamtumikia Mungu, huwezi ukamtumikia na mali, kwa maana ya fedha. Kwa maana nyingine, usipoweza kuelewa namna ya kuitawala pesa, utakuwa unaitumikia pesa na utamwacha Mungu. Yes. Lakini Mungu anatamani kuona watoto wake wakimtumikia yeye. Yes. Na Mungu anatamani kuona wanawake ndani ya kanisa, wanawake ndani ya ulimwengu waweze kumtumikia Mungu. Kwa maana nyingine, Mungu anatamani aone unapata maarifa ya kuitawala pesa. Yes. Leo hii watu wanatawaliwa na pesa kwa sababu hawajapata maarifa. Unakuta mtu yuko tayari kuweza kufanya mauaji ili apate pesa. Mtu yuko tayari kuuza mwili wake ili apate pesa. Yes. Sasa mtu kama huyu anaitumikia pesa, amekuwa mtumwa wa pesa. Yes. Sasa Mungu, hayo sio mapenzi ya Mungu. Mungu hataki kuona watoto wake wakitumikia pesa. Yes. Kwa maana nyingine, leo hii nataka nikufundishe namna gani ambayo unaweza ukamtumikia Mungu, kwa maana ya kwamba ukaitawala pesa. Pesa, nilikwambia, haitakiwi kuwa bwana wako au mtawala wako. Pesa inatakiwa iwe mtumwa wako. Yes. Kwa maana gani? Ili uitawale pesa, ni lazima uielewe pesa, ni lazima uwe na maarifa ya pesa, ni lazima uwe na maarifa ya fedha.